vita viingie hapa, ndio damu ya mtu imwagike, ndio waweze kutoa kafara katika nyumba hii. Wao waliotumwa hapa wakijiita maauctioneer walikuwa wametumwa na maajenti wa shetani, ndio wakuje wasababishe umwagikaji wa damu, ndio madhabahu yako yakuwe ya kunyauka. Lakini sasa vita hivyo ninaviregesha, vita hivyo ninaviregesha, vita hivyo naviregesha, kule vilitoka naviregesha, vita hivyo naviregesha, kule vilitoka naviregesha. Wao wapigane, wao wamalizane, wao wapigane, wao wapigane, wao wapigane wenyewe kwa wenyewe, wamalizane wenyewe kwa wenyewe, wamalizane, waangamizane kama vile Wamoabi na Wahiti waliangamizana, wote wakaangamizane, wote wakamalizane katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wainukiane, wasababishe wainukiane, wasababishe wamalizane, wasababishe waangushane katika jina la Yesu. Ninaachilia mishale kwao, ninaachilia mishale kwao, wakaporomoke, wakaporomoke, wao wakaporomoke, wakaporomoke, wakapate majali, wakapigane, wakauane katika jina la Yesu. Maadui wote wasambaratike, maadui wote wasambaratike. Ninaachilia mishale, ninaachilia mishale, ninaachilia mishale, ninaachilia mishale, ninaachilia makombora, naachilia mabomu, naachilia makombora, naachilia makombora, naachilia makombora. Wewe Bwana ukanitetee. Tumekataa katika maeneo haya, hawataabudu shetani katika maeneo haya. Tunapanda bendera, tunainua bendera ya ufalme wako, tunainua malaika Maiko akashuke, na mwagiza akashuke, ashuke, ashughulikie maadui wa kazi ya Mungu, maadui wa kazi yako Baba, maadui wa kazi yako wote wainukiwe, wasambaratishwe, wagonjwe Baramaketa Rekotorokaya Remayarinakota Raisaranayiroka Reseremozaya Hakadarababarina. Ninainua madhabahu haya. I raise this altar, I bless this altar in the mighty name of Jesus. I bless this altar. It is not the altar of conventional wars, it is not the altar of demonic powers, it is the altar of the Most High. Oh, I declare and decree, I declare and decree that from today, every enemy yoyote aliyeinuka kufunja kazi ya Mungu, wewe uliotumwa kwa ajili ya kusababisha kazi ya Mungu isiendelee, kutoka kwako, kutoka leo yako haitafaulu, yako imesimamishwa, yako haitaenda mbele. Naachilia makombora kwako, naachilia silaha zote za kibinguni, naachilia silaha za mbinguni zote zikatiririke, zote zikatiririke. Ukayarabasiriribu yantulina na mali usayarina ikateria sayara babarekese tayara maisaya utayarina kataya sayara babarina sayarina ikotayarina na mama. Una uwezo Baba, una uwezo lina maya sayare baba sheke terere ere bosa yarina na ere mosa yaraketara sheke terere Baba senta. Una uwezo Baba, uwezo wako umiminike sasa, iwe ni ishara ya ushindi, iwe ni ishara ya ushindi, iwe ni ishara ya ushindi, iwe ni ishara ya ushindi. Moto wako umiminike sasa juu ya maisha ya hawa, iwe ni ishara, iwe ni ishara ya ushindi. Baba shuka sasa, wacha iwe ni ishara ya ushindi. Baba shuka sasa, iwe ni ishara ya ushindi, iwe ni ishara ya ushindi. Shuka sasa, ukabomoe madhabahu yote katika maisha ya watoto hawa, katika maisha yetu, ukabomoe madhabahu, ukabomoe madhabahu. Naibomoa yote tena, naibomoa madhabahu, nabomoa maroho ya waganga, nabomoa maroho ya wachawi, nabomoa Baba hila zote, wapinga Kristo, wapinga Kristo, nabomoa mipango yao, naharibu kazi zao, naharibu njia zao, naharibu nia zao. Naikateria lalai robo seri lalaika rekataya la mama rekaya renaeza borolo tayarela reseria lalalaria. Chomeka moto,
naachilia moto nyumba zao, naziachilia moto nyumba zao na kazi zao, naziachilia moto nyumba ambazo zimewekwa madhabahu ya kishetani, naziachilia moto, naziachilia moto. Okatayarala rekaterereuza, walijificha kwenye rent ati ndio watu hangaishe, lakini Baba ninakuomba sasa uwafichue, fichua plani zao, fichua njia zao, fichua maenendo yao. Pesa hizo ambao wanachukua wanazipeleka kutoa kafara kwa mashetani, wacha sasa zifichuke, zifichuke, zifichuke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakomboa vijana wa Kenya, ninakomboa, ninakataa kutakuwa na vita, hakutakuwa na vita kwenye uchaguzi, hakutakuwa na vita. Baba, katenge yule ambaye umemchagua awe kiongozi na ule haumtaki Baba, weka mpaka mzuri, watu wakaone, dunia ione, kila mtu ajue ya kwamba nchi ya Kenya sio nchi ya mashetani, nchi ya Kenya sio nchi ya madhabahu ya mashetani, bali ni nchi iliyo na madhabahu yako. Hapa wewe ndio utatawala. Damu ya Yesu itawale, damu ya Yesu itawale. Malaika wako wamiminike, malaika wako wateremke, malaika wako wateremke katika jina la Yesu. Rakaterelebosaya linaikonta yanona remaseriana rekotololoza rekoriadorobori resereketa reketelebosara resenta yarinaikata rekatara baba, ninakatakata, ninakatakata nguzo zao, nakatakata pawazi zao, nakatakata nguzo zao. Teremsha uwepo, teremsha nguvu zako, teremsha hapa, wasikie msimuko, wasikie moto, wasikie moto, wasikie moto. We thank you. Hakuna mtu mwingine, hakuna nguvu nyingine zako tu Baba, hakuna Mungu mwingine, ni wewe tu. Wewe ni Ngai gweta, wewe ni Ngai akorerera, wewe ni Ngai agothaitha. Oye Mulungu mwega, turirikane no ririkane bururi uyu ni bururi waku Ngai, ni bururi wa ciana ciaku Ngai, ni bururi wa kirathimo Ngai, ni bururi muitere thakame arakatererere. Ahoia kwa ngoma ri ni twaregana nao, ahoia mitugo mianano ri ni twaregana nao, ona magiuka mehithanitie tacionereria mabangite kuhinga makanitha maku, kuhinga kigongona giaku ati niguo mahote gwathana. Baba, ni ndarega Baba, ndakwambararia kigongona githingu, ndakwambararia kigongona githeru. Utugi waku wonekane Ngai, utugi waku Baba wonekane, nigukorwo we nowe tu. We ni utumaga, we ni wakagia utheri, we ni utumaga kugia muthenya, we ni utumaga kugia utuku, we ni utumaga kugia na makio, we utumaga Baba tuciaro, we ni mwene nyamu cia githaka, ona iria cirĩ mĩciĩ-inĩ ciothe no ciaku Ngai, na ciothe cikuinamagĩrĩra, araika magakuinamirĩra, makerubi na macerubi magakuinamirĩra. Oye na Jesu rĩ arĩ mwena-inĩ waku ũrĩo Ngai, no aragũthaithagia Baba na agagũthaitha nĩ ũndũ wa wĩra Ngai. Oye Baba, ririkana tuya, ririkana ndungata yaku Ngai, ririkana mathirĩ marĩa twĩ namo, ririkana maũndũ marĩa tũkĩrĩirwo namo Jehova. Tũhorithirie mbeca, tũhorithirie Baba, twehererie gĩconoko gĩkĩ, twehererie Baba thũ ici, twehererie matũkĩrĩire, aya mabangĩte gũtũnina, aya mabangĩte gũtũhũra, twehererie Mũrungu mwega, twehererie Mũrungu mwega. Wĩkaga Baba ũrĩa ũkwenda, ũhingagia ũrĩa ũkwenda Ngai. Harũrũka Jehova, ndaria gĩkĩra rĩkata yarinahe rĩceria na babari rũkũtũrũrũrũrũrũrũrũ rĩcerere kaya ndũrira hararara bacerere ori na ire kaya na nzoro bosaya ukayari na gere bacerereza utayari na baisara na ikondoro bosaya rira oye gra ikorina na ikorina zaya bacerere ori ara bari antara mo konta yara ori na izere mama shenta yara ori na karana na bosaya antere. Ikumbuke nchi yako Baba, ikumbuke Kenya Jehova. Oye rebosori nae, tunakataa umwagikaji wa damu. Harala rebosori nae korora, rana kotoro rebosori nae. Wakumbuke watumishi wako, wakumbuke, likumbuke kanisa lako, kumbuka watumishi Baba, kumbuka watumishi wako Ngai. Usiachilie wakamalizwe, usiachilie wakaangamizwe. Kuna magonjwa yamerushwa na kuna aibu wanapanga kuaibisha watumishi wako. Watetee Baba,
tupiganie Jehova. Penyesha nguvu zako kwao, penyesha nguvu zako kwao. Wacha wajue wewe ni Mungu, wewe ndiye Mungu ulikuwa na Musa. Reka yale na memoria ntori na zararo saya utaharia rai koroseria otoroko tayari na seria saya na evo saya. Kuna jambo moja nilifanya nzuri nikakufurahisha Bwana, ukatumie hiyo jambo moja tu nilifanya, na wewe ukakumbuka ile mama nilimsaidia, na wewe ukakumbuka ile baisikeli yangu iliibiwa pale railway, na wewe ukakumbuka ile duka nilipeana pale Boboru, na wewe ukanijalie. Ni kweli kuna yote nimefanya, lakini ukakumbuka jambo moja nilifanya, na wewe Bwana ukanitetea. Hii imekuwa ngumu kwangu, ukasambaratisha utawala wao, ukawatawanye, ukawaachilia kuchanganyikiwa, ili jina lako litukuzwe. Usiniwache katikati ya maadui. Mimi ni nini mbele zako Bwana? Kwa kanisa lako, achilia nguvu katika nyumba hii. Watu wakija hapa wagonjwa, Bwana wewe ukawaponye. Mama huyu ambaye amesema amekaa miaka yote bila kupata mtoto, Baba yangu ukamkumbuke na mtoto wa kiume, na wale watoto wa yule mtu alininyang'anya gari, Bwana wasaidie, uwasaidie Mungu. Nimewatolea sadaka, uwasaidie Mungu. Ule watoto wadogo na wengine ambao wanataabika kwa sababu ya baba zao, kwa sababu ya mama yao, kwa sababu ya babu yao, Bwana usikubali madhabahu hizo nazo zikaendelee. Kumbuka Jerusalem City, mji wako mtakatifu. Nimetengeneza barabara kile kiwango tu ningeweza, na wao unisaidie, na wao usimame nami, na wao unitetee, na wao ukabomoe madhabahu zao, na wao ukawaangamize wale ambao hawataki kuona nyumba ikijengwa, hawataki kusikia sauti ya mtumishi wako. Nimeikabidhi nafsi yangu mikononi mwako. Zile siku utanipatia niishi, mimi nitakutumikia. Nitapiga gita yangu hii, nitaipiga gita hii, kama ukiniruhusu nitaenda kumsaidia. Thank you Baba wa mbinguni, mwenye uwezo na mwenye nguvu. Tumekuja mbele zako Baba kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya kazi uliyotutuma tukaifanye. Ni kazi ambayo ulituagiza tuifanye bila kuchoka, bila kurudi nyuma. Hatukujituma katika kazi hii. Angalia kwenye nyumba hii, wewe ndio ulitutuma. Hatukujituma kwenye nyumba hii Jehova. Kipindi hicho chote umetubariki, umetusaidia na umetufanikisha, tumefika kwenye level ambazo ulizitaka. Jehova, ninajua una kusudi lingine. Angalia maadui walivyoinukia madhabahu haya. Wamekuja kwa njia ya waganga, wamekuja kwa njia ya wachawi, wamekuja kwa njia ya usherati, wamekuja kwa njia ya maauctioneer, wamekuja kwa njia ya rent na kila kitu. Wote wamepanga kwa pamoja na wamepanga kutuangamiza. Wamepanga kumaliza nyumba yako hii. Wamesema na wakaamua, kwenye jengo hili hautatukuzwa. Wanasema hautatukuzwa. Kwenye jengo hili walisema jina lako halitainuliwa tena, maana wanasema jengo hili lilipatikana kwa njia ya kishetani. Lakini kwa jina la Yesu Kristo ninabomoa na nasema, chochote kilicho katika uso wa dunia ni chako. Chochote kiliko katika uso wa dunia Baba,
Baba ni zako, Baba ni zako. Wadhihirishie kwamba ni wewe mwenye uwezo, wadhihirishie wewe ni mwenye uwezo. Kuna mfalme mmoja alisema hata ukafanya nini hawezi kumuua, hata ukafanya nini hawezi kufanya jambo linalomtisha, lakini ulimtumia mosquito. Wewe ulimtumia mosquito tu, na mosquito ilimkula mpaka akakufa. Baba, ninajua ya kwamba katika jina lako tunapolitukuza, tunapoinua jina lako, tunatangaza jina lako, tunatangaza ushindi, tunatangaza baraka, tunatangaza neema, tunatangaza vibali. Kuna watu wengi wameshikwa mateka kwa ajili ya madhabahu ya shetani iliyoinuliwa katika majengo haya, iliyoinuliwa katika maeneo haya, iliyoinuliwa kwenye roundabout ya City Stadium, iliyoinuliwa kwenye barabara ya Jogoo, iliyoinuliwa katika barabara ya Lusaka, iliyoinuliwa kwenye barabara ya Mudhurwa, iliyoinuliwa kwenye barabara ya Lanthis, katika maeneo ya Mudhurwa, katika maeneo ya Industrial, katika maeneo ya Jogoo Road yote kuliinuliwa madhabahu watoto wako waangamizwe, kuliinuliwa madhabahu watoto wako wasifaulu, makanisa isifaulu, makanisa isifaulu. Lakini kutoka leo ninatangaza Jehova, ninatangaza moto wako umiminike na ukateketeze madhabahu yote ya shetani, mipango yote ya shetani, maroho yote ya shetani katika barabara ya Mudhurwa, katika barabara ya Lusaka, katika barabara ya Lanthis, katika barabara ya Jogoo Road, zote ninazitakaza. Maeneo na maesteti yote ninaifunika kwa jina la Yesu, ninaifunika kwa jina ya Yesu, ninaifunika kwa damu ya Yesu. Hakutaabudiwa shetani, hakutaabudiwa uganga. Biashara za kishetani hazitafanyika katika maeneo haya. Maroho yote ya kishetani, madhabahu na maajenti wa kishetani hawatafaulu katika nyumba hizi. Ninaachilia wote walioshikwa mateka, damu iliyomwagwa katika nyumba hizi, barabara hizi na majengo haya yote, usherati uliofanywa katika maeneo haya, ulevi ambao umekunywa, watu wamekunywa, watoto wako wamevuta bangi na wamekunywa, na ni kwa kusudi la kishetani kuhakikisha jina lako halitainuliwa. Kutoka siku hii ya leo Baba, I declare and decree, devil will never be worshipped here. I destroy all their tentacles. I destroy all their agents and their powers, their forces of darkness. I bring them down in the mighty name of Jesus Christ. Say amen. Give me nini mzuri. Toa besi mingi, weka toa eko. I hope tumebarikiwa. Siku hii ni siku inakuanga ya maombi. Tunakuja hapa kuomba siku ya Jumatano. Na tunakukaribisha wewe ulio nyumbani, wewe mahali popote ulipo, wewe uko safarini, uko njiani na unatazama kupitia kwa simu yako, kupitia kwa TV yako, kupitia kwa laptop yako. Tunakualika katika vikao vya Jumatano katika nyumba hii. Tutakuwa tukifanya kazi hii, ni kuomba, ni kumuita Mungu, ni kumshuhudia Mungu kwa ajili ametutendea makubwa, ametushindania. Tumekuwa tumeona kwa ajili ya ile kupata ari ya kupigana na kung'ang'ana na mapepo ya giza na maroho ya shetani na altars za kishetani. Tumekuwa na mwinuko mkubwa ambao umetuinukia. Nataka tusome pamoja na sisi kitabu cha Zaburi 51 ambacho ni kitabu cha kutubu dhambi. Na hapa Daudi alikuwa ananena na kupitia kwa mtume ama prophet Nathan. When the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba, it is a cry. Psalms 51, a psalm of David. It is a psalm of David. Ni kitabu kiliandikwa na Daudi kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuunganike pamoja katika kusoma kitabu hiki ndio tuweze kuelewa ni jinsi gani unapoinukiwa na maadui unavyopasa kwenda kwa Mungu. Kwanza kabisa unajiangalia wewe kama umekuwa katika hali ya dhambi, kisha unatubu dhambi zako na unamwambia Mungu
jinsi ungetaka afanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anajua kupigania wale wote ambao hakika wanatubu dhambi zao, wale ambao watatubu, wale ambao wataungama dhambi zao, Bwana atawatendea, Bwana atawapigania. Wakati Jehoshafati aliambiwa ya kwamba maadui wamepanga kuja kuwashambulia, maadui wamepanga kuja kupigana na wao, basi Jehoshafati aliwaambia watu wote watubu dhambi zao. Aliwaambia watu wote warudi kwa Mungu ndio aweze kutenda, aweze kunena na wao. Wakati Solomoni alipojenga hekalu ambao ni nyumba ya Mungu, alimwambia Mungu, watu wako watakapokuja wakiwa wana dhambi kwa nyumba yako, ukaweze kuwasikia. Kwa hivyo katika kitabu hiki cha Psalms kinazungumzia kutubu kuomba msamaha. Have mercy, verse number 1. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgression, according to the great unfailing love of God. Meaning, even if you are going through whatever you are going, no matter how sinful they may look you at, no matter how downgraded they may look you at, there is one thing that is important for you to understand, that there is a mercy of God upon you. It does not matter whether you are suffering. It does not matter whether you don't have anything to eat. It doesn't matter when they want to lock out your house. It doesn't matter when they want to take you away. But the one thing that is very important, even if they arrange, they planned everything against you, there is this mercy of God that is unfailing love, according to the great compassion that He has upon mankind. Upon mankind there is great compassion that He has forgiven, and He fights for the transgressions that the faces was sent against mankind. In verse 2, wash away all my iniquity and cleanse me from my sins, O King of glory. We tell my God that wash away my sin, my iniquity, all the things that I've done knowingly and all the things I've done unknowingly. God my Father, God my King, I seek for your forgiveness. I seek for the forgiveness of this nation. I seek for the forgiveness of this country. I seek for the forgiveness of this area, Mothura. I seek forgiveness of the people that intend to close churches, intend to shut down churches for the glory of the devil. I seek for their forgiveness. I seek, Father, that you may forgive them. For I know my transgression and my sin is always before me. That before us, the transgressions and the sins are always before us, are always leading us. That they want to accuse us, because the devil is saying that he will come to accuse. They tried to accuse Job when the devil went to God, and he was just looking for one thing, to go and accuse Job before God, so that God can abandon him. I'm telling you, my brother, my sister, it is the high time you repent your sins. It is the high time you repent before God. It is the high time that you turn to God. It is the high time that you change your character. It is the high time that you change your behavior. It is the high time that you change the way you are looking at things. It is the high time that you come before God. Come before God, and He's saying, come and reason together. Come, we reason together. Because as much as your sin is red as scarlet, as much as you are too sinful, God is still willing to come and rescue you. God is still willing to bless you. God is still willing to forgive you. God is still willing to bless you. Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Oh my God, it's against God that we have done. It is only against God that we have sinned. It is only against God that we have done all we're doing. All this nation have sinned against God. We have done what is wrong. We have forfeited our faith. We have banished the churches. We have banished men and women of God. And the women and women of God have run away from God. They are running away. We have sought evil powers. We have sought all the other dimensions of doing things. Oh God, we come before you. God, I come before you. I am a servant, though I am not clean.
clean. I am your servant, though I am not clean. God, I come before you to give unto you this nation. I surrender this nation in your able hands, that you may be able to cleanse our nation, to bless our nation, Kenya. We have refused to die because of poverty. We have refused to die because of violence. We have refused to die because of rogue power and authority. The authoritarians in the country, the people whose agenda is to entrench the powers of Freemason, the powers of the devil worshippers, the people in this nation pretending to be the leaders, yet they are trying to enthrone, they are trying to put to power the forces of darkness. God, I come before you to seek forgiveness, on behalf of these people that are trying to fight our nation, that are trying to put our nation into the hands of the devil, that have tried to finish business people who are doing the right business, but they have ganged up to destroy businesses. They have ganged up to dehumanize humanity. They have ganged up to bring down the church. Father, I thank you because I know you are going to forgive them. As you forgive them, speak to them and change their character. Oh my God, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yes, we have found ourselves being sinful and doing that which is wrong, doing sinful. We found myself, we were given birth in a country that is full of sins, in parents that were full of sins, in a generation that was full of sin. But this one does not stop God from blessing you. This one does not stop God from understanding you. This one does not stop God from knowing all the iniquities, from blessing you once more, from anointing you once again, from anointing you and lifting you up, because our Lord is a master, our Lord is the creator. He created you and us, yours, that we be worshiping him. As we worship him, he is going to return to us. In the book of Deuteronomy, the Bible says that he is asking us to return. The people who are called of my name, the people who are called of my name. In the Genesis, the book of Genesis, man and woman was created by God. In the name of God, man was created, and God blessed him. And he's saying, this man that is called of my name, if he comes back and repents, if he comes back and says sorry to God, then he will heal his nation. I want to speak to Kenyans tonight that this is the time for us to go down on our knees. I want to speak to Kenyans tonight that this is the time we go to our knees and seek for forgiveness, and seek for the reunion with God, and seek for the blessings of God, and seek for the anointing, that God may anoint us, that God may give us an opportunity, that we, Kenya, as the platform of the kingdom, the revival of the kingdom, the gospel of Jesus Christ, that man will be reunited with God, and our land shall be healed and shall be blessed, as he said in the book of Genesis 1:28, that he blessed them and asked them to take dominion, and to have the dominion, then subdue, be blessed and be fruitful and multiply. We need to multiply in the mighty name of Jesus Christ. God, let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. The people that have been crushed, oh my God, I call upon your name. Those who have been crushed by the tormentors, by the powerful and muscular people who does not know your name, who does not worship your name. They have power and they have forces to even kill and take properties, to even steal and do breakages. Oh my God, I call upon your name that I may forgive them, because they don't understand. They don't know what they are doing. They don't know what they are. They don't know where they are going. Father, I seek forgiveness. I seek forgiveness for the doctors. I seek forgiveness for the teachers. I seek forgiveness for pastors and bishops and apostles. Father, I seek forgiveness for the business people. I seek forgiveness for women and women. I seek forgiveness for young people, that you may cleanse them tonight, that you may bless them tonight, that you may anoint them tonight, that you may give them the power again, that the sacrifice, oh my reader, you do not delight in sacrifice, or I will bring it. You do not take pleasure in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit and
and a contrite heart. Of God, you God, I know. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I surrender the hearts of the Kenyans. I surrender the hearts of human beings. To you we surrender, Father, that you may forgive our people, that you may forgive our nation, that you may forgive the business people. Oh Father, I call upon your name. You are God of mercy. You are God of mercy. You are full of power. You are full of mercy. You are full of hope, that we depend and depend on you. In verse number 19, then there will be righteous sacrifices, whole burnt offering to delight in you. Then the bulls will be offered on your altar. God is asking that we surrender and we stop that which we've been doing, things and sacrifices that we've been doing to the devil, the offering that we've been doing, surrendering the blood of human being to the devil, first doing sacrifices to the devil, taking our money and raising demonic altars so that we can thrive. God has nullified them. In the mighty name of Jesus Christ, I nullify every demonic power, every demonic altar. I declare and decree that this country, Kenya, will not be ruled by demonic forces, will not be ruled by the devil worshippers, will not be ruled by the Freemason. This is a holy nation. This is a holy country. This is a country that has a holy people, a people called of God, that from today, every demonic agenda, every demonic arrangement, every demonic authority, I render it powerless in the mighty name of Jesus Christ. I call upon all the men and women of God, wherever they are, to rise up and start now declaring and decreeing that Kenya is not a demonic nation. The Kenya is a country where God only will be worshipped. That Kenya there will be no bloodshed. That Kenya they will not do sacrifices of human being to appease the devil. Kenya will only give the holy sacrifices to the Lord, our Lord who is in heaven. Oh my reketerina, the meaning of in verse number 17, that is 15. Oh Lord, open my lips and my mouth. I declare your praise. God, let us declare. Let us declare our praises to you only. To you only we say you are God. To you only we say you are the master. To you only we say you are the King of kings, the King of glory, the King of righteousness, Father. We worship you and we adore you. We glorify your name. You are the master, Jehovah Jireh. You are Jehovah Nisi. You are Jehovah Nisi. We glorify you. We honor you, King of glory. We honor every move that you make in our hearts. We honor every agenda that you have in our life. We honor you, God, because you are righteous and you are faithful. In Jesus' name, we do pray. May God bless you this afternoon. I know this message was meant for you, the one you who is watching us. You can share it to very many people as much as you can, that we may be able to rescue this nation. In a few days to come, I can see a huge dragon being dragged into Kenya. A huge dragon in a leadership. I don't know which leadership. Both the two parties. One party has a demonic agenda, and the other party has a God agenda. The one that has a demonic agenda seems to be growing bigger and bigger. Seems to be having so much power. Seems to be having so much influence. Seems to be having a lot of network, and they have finances and they have money. The one that is of God, the one is being suppressed. The one that is of God is being suppressed by the other one. They have even cut their money. They have cut their communications. They have cut everything. They are limiting them. But God will prevail. Men and women of God, go down on your knees. Don't pray for one of them, but pray for godly kingdom to come. Pray for the God to raise his own king, to raise his own man, the man that he has chosen. Don't go praying for Ruto. Don't go praying for
Raila, don't go praying for Jekoya or Mwaora. Go praying for God to give us the right leader, the person that he intends, that he wants to lead us, because we have knelt down, we have sought for his forgiveness, and he has forgiven us. Let him give us a ruler, that a king, that who is going to lead us according to the scripture, according to the word of God, according to the will of God, according to the plans of God. But whoever that has an agenda of the demonic plans, let them be vanquished, let them be destroyed, let them be succumbed, be suppressed in the mighty name of Jesus Christ. We pray for our nation. We thank God because this nation belongs to you. This nation is your nation. The people of Kenya belongs to you, Father. Do not allow them to be swallowed by the demonic forces. They are planning to shut down churches in this country. They are planning to bring down all men and women. They have planned to bring a disease that will kill your men and women. They have an agenda of making sure that men and women of God, they don't have financial support. I look into the mountains. I ask where my support comes from. My aid comes from God. My God, in the book of Psalms 41 says, even if in the bed of sickness, he will rescue me. He too will rescue you. Even if they put any kind of an agenda against what you are doing, against the business you are doing, against the church, against the members of the church, against whatever they were trying to do, I say and I decree that whatever the agenda they have will not work for the men and women of God, but will work against them. That I return every missile, every arrow sent to the men and women of God, I return it to the sender. I return it to them that are planning evil in this country. That Kenya will not shed bloodshed. Kenya will not be ruled by a demonic authority. Kenya will not be ruled by people who are against God. That the church of God will not be shut. That the men of God will not be killed, will not be destroyed. In the mighty name of Jesus we pray. I declare and decree that this is a nation, by the soil of this country, by the soil of this country, our forefathers were killed, others were taken to prison, others were maimed, others got sick, others suffered in a different manner. But from today I declare and decree that this country does not belong to the ancestral spirits. This country does not belong to those who died. This country does not belong to the people who were killed. This country belongs to God. This country belongs to people who are living. This country belongs to the Holy Trinity. This country belongs to the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, I pray, I decree, and I declare. In Jesus' name we pray. Father, we thank you again that our children will not suffer. Our children will not be introduced into Freemason. Our children will not be introduced into demonic powers, into the Illuminati, into the Gaza, into the Mungikis, into fighting one another. Our blood, the blood of our children, is the blood of Jesus. The devil will not use our blood. The devil will not use the blood of our children to succeed or to make his deeds done. His deeds will not be done to whatever level. By the forces of darkness, I declare and I decree that the children, our sons and daughters, are the children of the Most High. They will not die, but they are going to live, to amplify the name of Jesus Christ. I declare and decree in Jesus' name. Our parents will not die. Our parents will not bury their children. They will not bury their children. I declare and I decree that our Father will see their children, and the children, and our children, they will see their children, and the children will see other children. In the mighty name of Jesus Christ, drugs, changa and bangi will not be taken in Kenya. Drugs, cocaine, and every manner of drugs, whatever kind of a drug they have,
that they want to send to Kikuyu land, that they want to send to the Mount Kenya, so that the children of Mount Kenya will not come out to vote. I nullify everything, every power, every arrangement, every plan they have, because they have the government. They want to make our children in Central Kenya, that day of voting they will not come out because they will be drunkard. I refuse. I decree and declare that they will not be able to succeed in their maneuvers. In Jesus Christ I pray. Thank you, Father. I worship you. I honor you. In Jesus' name. Amen. Aliye na sadaka yake unaweza kulete. Kama iko kwa simu, nitakwambia namba utatuma. Kama uko na sadaka ukiwa hapo nyumbani, whatever we have done is declaration and decreeing and covering our nation, covering our children, covering our parents, covering churches, covering our roads, covering the election, covering the kind of a leader that God is going to produce to us, because we want a leader that is going to be humane, a leader that is from him, a leader that is not demonic, a leader that is not coming to punish us. God is looking at the prices of commodities in this country, the kind of suffering Kenyans are going through. God is looking at them, and God is ready. He has just asked us that we repent our sins, that if the people called by my name, He's going to heal their land. Therefore, God is willing and is ready to heal us, to heal our land, to change our land, and to make sure that the kind of a king that we're going to get is a king from him. A king for his will, a king for his plans. For the plan of God is good. That is what's saying, that for the plan I have for you is not to destroy you, but to make you better, to make you succeed. That is what God is asking us to do. That is what God is calling us to do. That now we repent, men and the women of God. Muvae magunia, mujipake jifu. You get out, go to the mountains, and let us pray. Let us ask God. We have 30, very few days before this happened. And I can see, as I told you, there is a huge dragon. It is not from Kenya, but it's being imposed to Kenya by foreigners. It is being imposed to Kenya by the CIA, by the people, the American government, by the British. The people who are behind the COVID are the same people who are behind a kind of a leadership they want in this country, that will be subject to their will. But God has an alternative. If only we can seek to know him, we can seek to repent, we can speak to reconnect to him. Tell your neighbor to start repenting. Tell your brother to repent. Tell your sister to repent. Tell your mother to repent. Tell your father to repent. Tell your pastor to repent. Tell that usher to repent. Tell that a prophet to repent. To repent, let us go down on our knees and repent before God. And God, we shall restore our nation. Amen. Thank you. On Sunday, we'll be having our service starting from 6 a.m. until 1. You are welcome. And on Friday, we are having a kesha. We'll be having a kesha that we are invited. You'll be praying for the sick. We'll be praying for the people that have issues. Just come. I know God will speak to us. I know God going to use us and will use us in a mighty way as we deliver. And we'll be starting from then, that Friday. I think Friday will be fast. Is it so? Is that so? Friday will when? Friday will be the beginning of the month, this month of July. This is a month that we need to pray as we get the month of August. It's a month that we need to take 30 days of praying, 30 days of seeking God, so that God can redirect Kenya into his plans. Amen. God bless you. See you on Friday night, or see you on Sunday early morning. And you shall be blessed, because God loves you. God takes care of you. God has good plans for you, and he has got good agenda for you. You will succeed in every move of your life. You're going to succeed. God will not let you down. God will not forfeit you. God will never allow enemies to run over you. In Jesus' name we pray. Amen.